Saluna ala nabii. Kwa hiyo ukiona mtu anaenda sasa kwenye kanisa, huyo ni naswara mbaya. Na ukiona anaenda kwenye nani sinagogi, huyo ni mnaswara mwema. Ushahidi. Tumswalie ni Bwana Mtume. Hebu nenda kitabu cha Matendo ya Mitume. Ama Rasul 17:17. 17:17 Matendo ya Mitume. Naam. Haya ni maandiko matakatifu ya Biblia. Inasema 17:17. Inasema mwalimu, naam, basi katika sinagogi. Maana ya sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Maana katika msikiti, akahojiana na Wayahudi. Paulo akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu. Wacha Mungu wanakaa wapi? Msikitini. Saluna ala nabii. Hii ni Qur'an. Tunamuuliza Yesu, wewe uliagiza wafuasi wako wakae wapi? 16:1-3 Yohana mtakatifu 16:1-3. Naam. Kwa wale wanaoandika ni kitabu cha Yohana sura 16 mstari wa 1 mpaka 3. Inasema mwalimu, ndio, maneno haya nimewaambia. Yesu anasema maneno haya nimewapeni usia, msije mkachukizwa. Watawatenga na masinagogi, yani misikiti. Naam. Saa inakuja atakapodhania kila mtu awauaye, atapodhania kuwa yule mtu anayewaua ninyi wanafunzi wangu, ya kuwa anamtolea Mungu ibada. Wale watakaokuwa na waua wanafunzi wa Yesu watadhania kuwa wanamfanyia Mungu ibada, na hayo ya kuwaua wanafunzi wa Yesu subiri. Hayo ya kuwaua wanafunzi wa Yesu na kuwatoa wanafunzi wa Yesu ndani ya misikiti, yani masinagogi. Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba, hawakumjua Mungu, wala hawakunijua mimi. Kwa hiyo atakayewatoa wanafunzi wa Yesu kwenye msikiti au akawaua wanafunzi wa Yesu, huyo hamjui Mungu wala hamjui Yesu. Kwa nini kanisa halifai kwa kufanyia ibada? Saluna ala nabii. Makanisa mengi si mnaona yana misalaba? Waislamu na wauliza, si ndio? Naam, ndio. Kwa nini wameweka misalaba? Korani imeeleza nini juu ya msalaba? Korani sura ya 7 aya ya 11 anzia 11 mpaka 18. 7:11 mpaka 18, Suratul Al-A'raf. Aya, naomba watu watano hapa. Changamka. Vijana watu watano. Subhanahu wa ta'ala anasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Naam. 7:11 hadi 18. Bado mmoja. Endelea, wameenea. Na hakika tulikuumbeni. Naam. Kisha tukakutieni sura. Ndio. Kisha tukawaambia malaika, naam, msujudieni Adam. Ndio. Basi wakasujudu. Ndio. Isipokuwa Ibilisi. Ndio. Ibilisi hakuwa miongoni mwa waliosujudu. Sawa. Mwenyezi Mungu akasema, naam, nini kilichokuzuia kumbisha? Ndio. Akasema Ibilisi, naam, mimi ni bora kuliko yeye Adam. Ndio. Mimi umeniumba kwa moto. Naam. Naye Adam, naam, umemuumba kwa udongo. Sawa. Mwenyezi Mungu akasema, naam, basi shuka huko. Naam. Haikufali kufanya kibri. Naam. Haikufali kufanya kibri humo. Ibilisi akalaniwa na Mungu, akaambiwa ateremke chini. Huyu alikuwa baba wa kusujudu mwanzoni. Huyu kwa Biblia alikuwa anaitwa Lucifer. Akalaniwa kukataa kumsujudia Adam. Mungu alipomlani Ibilisi aliomba mambo matatu. Soma.
haikufali kufanya kiburi humo. Ndiyo. Haya, toka. Naam. Hakika wewe uwe miongoni mwa wadhalilifu. Akasema Ibilisi akasema, nipe muda nisife. Ndiyo. Mpaka siku watakapofufuliwa viumbe. Kwanza anaomba Ibilisi aishi muda wote mpaka siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu akamjibuje? Akasema Mwenyezi Mungu, ndiyo, utakuwa miongoni mwa waliopewa muda. Ndiyo. Lakini naam, si mpaka wakati huo. Tulia. Maana yake Ibilisi huyu ataishi kuliko kiumbe yoyote, lakini hataishi milele. La pili, anaendelea anasema, ndiyo, akasema Mwenyezi Mungu, naam, akasema Ibilisi, naam, kwa kuwa umenihukumia upotofu, kupotea, naam, basi naam, nitawakalia waja wako. Subiri hapo. Haya, weka hapa, weka pale nyuma. Wewe njoo hapa. Wewe kaa hapa. Weka pale. Kimbia. Haya, wewe rudi nyuma kidogo. Haya. Ibilisi akasema, naam, kwa kuwa umenihukumia kupotea, we Mungu, basi nitawakalia waja wako katika njia yako iliyonyoka, katika njia yako, yani dini yako, ili niwapoteze. Kisha nitawafikia kwa mbele yao, na nyuma yao, na kuumeni kwao, yani kulia kwao, na kushotoni kwao. Kisha wengi katika wao hutawaona ni wenye kukushukuru. Hawatakushukuru, wote watakuwa makafiri. Hiyo ni alama gani? Cross. Hiyo ni alama gani? Crusade war. Ibilisi atakaa mbele, atawakalia watu mbele, atawakalia nyuma, kulia na kushoto, atawapoteza watu. Kwa bendera gani? Ya msalaba moja. Hii ni kategori ya msalaba. Unganisha chap Saruna la nabii. Kwa hiyo ndio maana Paulo anashindana na wachamungu ndani ya nini? Ndani ya sinagogi. Hawezi kushindana na wachamungu, hawamo ndani ya kanisa. Sio, tunaelewana vizuri? Akasema Mwenyezi Mungu, ndiyo, Mwenyezi Mungu akasema, naam, toka humo, kwa sababu natangaza bendera ya upotevu. Toka. Hali ya kuwa ni mwenye kudharauliwa, naam, na mwenye kufukuzwa. Tulia hapa, inatosha. Atakayefuata miongoni mwao, atakayemfuata huyo Ibilisi na bendera yake hii ya msalaba, nitamtia motoni, nijaze Jehanamu kwa ninyi yote, pamoja na majini wabaya. Inatosha, endeni mkakae.